Katika kipindi cha Sauti ya Imani, ikiwa ni Alhamisi nyingine tena, wiki mpya ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutujalia na tumeweza kuona asubuhi njema, asubuhi yenye furaha zaidi. Basi sisi kama Wakristo, mbona tusiwe na furaha? Basi ungana nami hadi tamati ya kipindi. Mimi ni Vincent Ochieng na pia niko na mgeni mwenzangu, ataweza kujitambulisha basi na watazamaji waweze kukujua. Karibu. Asante sana mtangazaji Fini kwa kunipa fursa hii nije niongee na watazamaji wenzangu. Langu ni mchungaji Steve Ondieki. Nawatakia kila la heri mnapoungana pamoja na sisi. Asante sana. Basi mtazamaji, umeweza kusikia sauti ya mchungaji. Tutaweza kupata mengi ambapo tutaweza kuzungumza na mchungaji ili tuweze kuchambua mengi kuhusu mada yetu ya leo ambayo inaongelea ambayo inatuambia kwamba what can you remember as a Christian. Indeed, sisi kama Wakristo tuna ule shida ya kusahau haraka sana. Manake kila chochote ambacho tunafanya in our daily life, sisi kama Wakristo tunayasahau, we forget easily. Basi leo katika mada yetu tunajiuliza swali, je, what can you remember? Ni nini ambayo wewe mwenyewe kama Mkristo unaweza kukumbuka katika maishani mwako? Pengine umeweza kusaidiwa mahali, pengine unatoka katika familia chini lakini umeweza kufaidika. Ni nini ambayo wewe mwenyewe haswa unaweza kukumbuka? Basi usikae mbali, zidi kukaa nami hadi tamati mwa kipindi ambapo tutaweza kujifundisha mengi kutoka mifano kutoka Biblia na hata sisi kama Wakristo wenyewe in our daily life activities, what are we doing to remember God's love? Basi mchungaji, tutaweza kuingia kwa haraka zaidi na tuweze kuchambua Biblia, manake imekuwa ni siku mingi sana. Mungu ututembelee katika studio yetu. Mingi sana. Ni wiki kama 4. Wiki kama 4 hapo na masiku kadhaa. Tulipokuwa na yeye hapo mara ya kwanza. Tena leo ndio umetutembelea. Karibu sana mchungaji. Asante sana. Safari imekuwaje? Imekuwa salama kabisa. Unaweza kumbuka nini wewe mwenyewe? Nashukuru sana kwa fursa hiyo. Mimi mwenyewe nakumbuka vitu mingi lakini swali ni je, wasikilizaji ama wale ambao wanatuangalia sahihi, wao wana nini katika maisha yao? Manake sisi kama Wakristo kutokana na Biblia, kwa mfano vile Mwenyezi Mungu alivyoondoa Wanaisraeli kutoka kule Misri ambapo walikuwa wanateswa na yule Farao kupitia kule River Jordan. Basi Mwenyezi Mungu anawakumbusha pale kutoka kitabu cha Joshua pale, kitabu cha Joshua tunaona kwamba vile walipokuwa wanapita River Jordan, Mwenyezi Mungu aliweza kuwakumbusha na akawaambia kwamba waweze kuchukua mawe 12. Ilikuwa ni ishara ya kuwakumbusha tu yale miujiza ambayo Mungu aliweza kuwatendea walipokuwa wakivuka River Jordan. Hiyo ni kuonyesha kwamba mtangazaji, hiyo ni kuonyesha kwamba pia vile sisi kama binadamu kuna njia tofauti mingi ambazo Mungu anaweza kututembelea. Ukiwa na kile chochote kidogo, iwe ni kitu chochote ambacho uamini, iwe unakiamini, jua ya kwamba kile kitu ulicho nacho maishani mwako Mungu anakitumia kama chombo cha kufanya nini, cha kupata mabadiliko katika maisha yako. Ndivyo. Basi mtazamaji, ni hayo tu, lakini bado tuna mengi zaidi ya kuwadokezea. Ni hizo ni tu kuwadokezea tu, na pia utazidi kutuma maoni, zidi kutuma maswali na mchungaji ataweza kuyajibu yote kwa kina na kwa urefu zaidi. Mchungaji, tutaweza tu kuingia ndani ya Biblia na tuweze kujifundisha ni nini haswa sisi kama Wakristo tunakumbushwa. Sisi kama Wakristo tunakumbushwa kwamba tusisahau ni nini haswa sisi kama Wakristo tunafaa kufanya. Manake kuna situations currently hata Kenya sahi, kuna situation ambao unapata kwamba wewe ambapo wakati ambao unahisi vizuri, wewe una maisha yako yako sawa, kazini unaenda vizuri, lakini kosa kazi siku moja
utajua ujui. Ndio utajua maana ya maombi ni nini. Wewe sasa una enjoy life. You are coming to school, fees si changamoto, wewe unakula vizuri, lakini kuna yule ambaye anapitia shida. Lakini wewe pata shida siku moja. Sasa tuangalie. Ndivyo. Tuangalie kitabu cha Kutoka. Kitabu ni cha Kutoka. Ndivyo. Kutoka na mstari wake wa 4 fungu lake la 2. Ndivyo. Tunaona kwamba Bwana Biblia inasema kwamba Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulio nayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Huyu ni nani? Huyu ni Bwana anamuuliza mtumishi Musa. Ndivyo. Baada ya Musa, tunakumbuka ya kwamba Musa alikuwa ni mchungaji ambaye analisha wanyama huko katika nchi ya Midiani. Baadaye Musa aliona moto ukiteketea kwenye kijito fulani. Ndivyo, the burning bush. Lakini haikuwa, tunaambiwa tukisoma sana sana tunaona ya kwamba haikuwa ni moto lili. Ilikuwa ni kama ni nguvu za Bwana. Baadaye Musa alikuwa amebeba fimbo. Ndivyo. Akiwa amebeba fimbo, Bwana aliweza kumwambia ya kwamba, ni nini hiyo ulio nayo? Baada ya Musa kumwambia niko na fimbo, alimwambia ilushe iwekelee chini. Baada ya kuiwekelea chini, fimbo iligeuka ikawa nyoka, si ndivyo? Musa naye akaona imekuwa nyoka, akaanza kukimbia, lakini Bwana alimwambia ya kwamba simama na uishike mkia. Ndivyo. Baada ya kuishika mkia, bado ile nyoka iligeuka ikawa fimbo. Ni kuona kwamba kutoka historia ya Musa, ni kuona kwamba kunayo nguvu ambaye Mungu ako nayo. Ndivyo. Anataka pia wewe mwenyewe kile ambacho uko nacho katika maisha yako kinakuwa ni chombo ambacho kinatumika kama nini? Ni chombo ambacho kinatumika kama ubadilisho wa maisha yako. Ndivyo. So kama sisi wanadamu tujue ya kwamba kile ambacho tuko nacho, kiwe kidogo, kiwe ni nini, kile ambacho unaona ni kidogo katika maisha yako kinaweza badilisha maisha yako sana. Kutokana na fungu hili la ama historia ya Musa. Ndivyo. Basi unavyosikia tunavyoendelea kusikiza mchungaji, pia tunapata kwamba mchungaji, kuna pia wakati nyingine pia Mungu anaweza kutuondoa katika shida. Na pia sisi kama Wakristo wakati sasa tunaishi vizuri ama tuna yale maisha mazuri, tunasahau Mungu kwa haraka sana. Kwa mfano Wanaisraeli, pengine kwa watazamaji, Waisraeli pia waliweza kusahau haraka sana wakati Mungu alikuwa anawaondoa katika kupita River Jordan kuelekea River Jordan, waliweza kusahau haraka sana. Sana kabisa. Ndivyo. So tukiangalia wana wa Israeli wakiwa katika harakati zao za kwenda kule ambako walitumwa. Ndivyo. Tunaambiwa ya kwamba Musa ndiye alikuwa mwalimu ama kiongozi wao wa kuelekeza. Ndivyo. Walifika mahali wakatatanishwa, wakasahau kabisa. Lakini tunaambiwa ya kwamba baada ya kusahau waliweza kukumbushwa. So na sisi kama binadamu, kama tunaomjua Mungu, tunaomjua Kristo, tunaona ya kwamba tunaposahau kabisa kile ambacho tunafaa kufanya maishani mwetu, ni kupotoshwa, ni kufanya nini, ni kuwa wapole ama ni kuwa wachanganyifu wa kiafya. Tunaambiwa ya kwamba lazima tukumbuke kile ambacho Mungu anafaa kututendea sisi kama binadamu. So kutokana na hiyo historia ya wana wa Israeli, tunaona kwamba sisi wenyewe kama binadamu tunafaa kukumbuka kile ambacho Mungu anatutendea katika maisha yetu. Tunajua tunayapitia mengi
kama wanadamu. Tunapitia changamoto mingi, shida mingi katika maisha yetu, lakini kile ambacho ulicho nacho ni cha manufaa katika maisha yako. Mungu anaweza kukibadili kiwe kidogo. Mungu anaweza kubadilisha maisha yako kabisa, tunapokumbuka ya kwamba Mungu anafanya nini, ana exist. Tunasahau, tunapitia mingi, tunasahau Mungu anachotufanyia, lakini tunaambiwa ya kwamba hata uwe na magari kadha wa kadha, hata uwe na manyumba chungu mzima, hata uwe na anything that you have katika maisha yako, tujue ya kwamba tunafaa kukumbuka Mungu katika maisha yetu. Ndio. Bado mtazamaji, tunazidi kupata mazungumzo na mchungaji zaidi, na pia kujifundisha mengi kuhusiana na mada yetu ambayo tumeweza kusema hapo kwamba ni what can you remember. Wewe kama wewe Mkristo pale nyumbani, ni nini wewe huwezi sahau? Wewe ni binadamu wa kawaida, sisi ni watu wa kusahau haraka sana, lakini unapata kwamba kuna kitu moja wewe huwezi sahau. Mimi for example Vincent, niulizwe kile ambacho mimi I cannot forget. Yes. There's something that wewe mwenyewe huwezi forget kabisa. There's something that you cannot forget. Siku moja mchungaji, tulipokuwa katika kanisa moja, basi mchungaji akauliza katika kanisa, wewe ambao unakaa hapo chini, ni nini kile ambao huwezi sahau? Na yule mchungaji yule mshirika akasema kwamba siwezi sahau ile siku ambayo nililetewa gifts za birthday. Na watu wakacheka. Mchungaji akasema ya kwamba ako sawa, manake at least she can remember kile ambayo haizi sahau. Anakumbuka kile ambayo haizi sahau kabisa. Ndiposa siku moja tukiangalia pia Yohana 6:9, kuna hiyo historia kidogo hapo, tungeweza mchungaji pia uweze kutuelekeza pia tuweze kujua. Kuna historia fupi hapo, ni Yohana 6:9. Kuna historia kidogo hapo pia ambayo ni very interesting story. Ndivyo. Yohana 6:9 yasema kwamba yupo hapa mtoto yuna mikate 5 na shayiri na samaki 2. Lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Nikisoma hapa ili fungu ninaweza kuangazia jinsi Mungu alitumia Yohana kulisha watu wengi sana. Ndivyo. Sasa tukilinganisha na falsafa ama tukilinganisha na dunia ya sasa, tunaweza kuona ya kwamba sisi wenyewe hatujijui kabisa. Manake unaweza kuwa in fact mtangazaji, unaweza kuwa na kitu iwe kidogo, lakini unaona ya kwamba ukipeana kwa yatima ama ukipeana kwa yule mwenye ako in need, unaona kwamba utaishiwa kabisa. Wewe utaishiwa tu kabisa. Tukiona Yohana akitumiwa kama chombo, alitumia mikate akulisha watu wengi sana. Vile vile tukiangalia sisi wenyewe, tunaweza tukimwamini Mungu, tunaweza kutumia kile ambacho tuko nacho kusaidia watu wengi sana. Ndivyo. So tujue ya kwamba kila ambacho tuko nacho kiwe kidogo, tunaweza saidia mayatima, tunaweza saidia wale ambao wamepungukiwa, tunaweza saidia wale ambao hawana. So vile vile si history pekee ya Yohana. Ndivyo. Kuna historia ya mjane. Kuna historia ya mjane yule ambaye alikuwa na mafuta kidogo, lakini kuna wasiwasi nifanye vipi, lakini mwishowe tunaona kwamba Mungu aliweza kuizidisha na kuizidisha mengi. Baada ya kuongea huyu mjane, baada ya kuongea na Elisha, tunaambiwa ya kwamba Elisha aliweza kumuuliza, nikutendee nini? Niambie unacho nini ili nikutendee, unacho nini nyumbani? Lakini Elisha kumuuliza swali hili ni kama alikuwa anataka kumpea changamoto. Manake tunakumbuka huyu mjane baada ya mmewe kufa,
alikuwa mumea, kumbe alikuwa na madeni chungu mzima. Madeni mingi sana. Wale wadaiwa wa madeni walikuja nyumbani kwa mchani, wakasema kwamba sasa, wakaanza kumtishia, tunataka kuenda na watoto wako wawili, manake mumewe alikufa akiwa na madeni. Ndivyo. Lakini nikwambie, mjane aliwaambia ya kwamba nitawashughulikia. Hakuogopa baada ya kutishiwa, baada ya kutishwa ati watoto wake wataenda, hakuogopa. Tunaambiwa ya kwamba baada ya Elisha kumuuliza kwamba wewe unacho nini nyumbani mwako, akakumbuka kwamba mimi mtu ambaye ataweza nisaidia ni Mungu. Alisema kwamba ninayo kichupa kidogo cha mafuta. Ndivyo. Lakini kupitia zile nguvu za Yesu Kristo tunaona kwamba aliweza kuziondoa, aliweza kuzipita zile changamoto zote. Ndivyo. Pia sisi kama binadamu tunaona kwamba tutaweza kuzipita, tutaweza kusaidika na kile ambacho tuko nacho mikononi mwetu. Iwe ni elimu, tunajua ya kwamba unasoma. Ndivyo. Tunajua ya kwamba uko na magari, tunajua ya kwamba uko na nyumba, tunajua ya kwamba even ile kichikaratasi kidogo uko nacho. Ndivyo. Ama ile pesa uko nayo ndogo kidogo kabisa katika mfuko wako, inaweza saidia mwingine aweze kufika katika kiwango ambacho anafanya nini ambacho Mungu anataka. Mtazamaji, kwa kweli tunajifundisha mengi na mengi zaidi. Manake hapa ndipo mahali ambapo tunaweza kujifunza na kukuza imani yetu, na pia vile tunaweza kusaidia wengine katika jamii. Na basi wewe kama Mkristo unajifundisha nini kutoka Biblia? Na basi wewe hapa ulipo hapo nyumbani, ni nini kile ambacho wewe mwenyewe ishawahi kufanyikia? Ama wewe nini wewe mwenyewe kitambo fike, maybe uko 20 years, 25 years, ni nini aswa you cannot forget? What can you remember? Hata kile kidogo ambao huwezi sahau. Tumeweza kujifundisha hapo kutokana na historia ya Yesu Yesu kulisha wale the 5,000 people na 5 loaves of bread na only 2 fish. Yeah. Can you imagine? Wewe hapo kuna 10,000, uko na 20,000, uko na 30,000, uko na 50,000, lakini mwishowe unaweza je kutumia ule pesa kusaidia mwingine hapo nyumbani? Mwingine amekosa karo, lakini una 10,000. Mbona usigawe hata 2,000 iweze kusaidia mahali? Tumeweza kuona hapo historia ya yule mjane ambaye aliulizwa na Elisha, una nini ambayo una nini kile nyumbani, kile umebaki nayo ambayo inaweza tunaweza ombea na pia iweze kusaidia. Na aliweza kukumbuka nini? Ako na kile chupa kidogo cha mafuta, lakini aliweza kufanya nini? Hakuweza kukaa nayo, bali aliweza kuweka wazi na kuitumika. Na mwishowe tuliweza kuona imeweza kuongezeka na akaweza kulipa madeni. Mchungaji, pia unapata kwamba mtu anafanya kitu, mimi nimejitolea kabisa nikakusaidia, lakini mwishowe nageuka. Kuna kisa moja imefanyika, ni kisa ambayo imeweza kutrend sana, na kwa mujibu wa securities hatutaweza kutaja jina, manake watazamaji wataweza kuweza kufuatilia haraka sana na kujua. Kuna kisa moja imeweza kutokea. Unapata kwamba mtu amesaidia maybe rafiki yake, maybe amesaidia na pale nyumbani, nikiweko kwa wazi, lakini mwishowe anakuja kukumbuka yale ambayo aliweza kutenda pale, na akageukiwa. Pengine watu unaweza saidia hata one of your relatives, lakini mwishowe yeye ndiye anakuwa chombo ambacho kinatumiwa kukurudisha chini.
tumeweza kuona visa kama hivyo Biblia. Si chache, mingi sana tumeweza kuona visa kama hivyo katika Biblia. Pengine unaweza kutufafanulia visa kama hivi zinatokea namna gani? Yes, asante sana mtangazaji. Nikiangalia katika dunia tulio kwa sasa penye tumefika, ndivyo naona kwamba dunia ni kama inaelekea mwisho. Kwa kweli. Kile ambacho tunaona kinafanyika huku nje si kitu cha kusema kwamba hii ni kitu cha kumsifu Mungu. Hapana kabisa. Manake tukiangalia kama storia mingi ambazo tunasikia sisi wenyewe, umeweza kusaidia mtu, ndivyo, lakini baadaye na kugeuka. Hiyo ni kisa ambacho ni kisa cha kushangaza sana katika dunia. Ndivyo. Tumeangalia mitandaoni, tunapata kwamba hili limefanyika leo, hili limefanyika leo. Mbona hatujaiuliza mbona hizi zote zinafanyika? Lakini watazamaji, nataka kuambia ya kwamba leo ni kile ambacho kinafanya haya mambo yote yanafanyika ni ile ya kwamba hatujagundua ya kwamba Mungu anataka tufanye nini katika dunia. Ndivyo. Hatujajua kile ambacho tunafaa, ama hatujakumbuka. Let me use that term. Hatujakumbuka ya kwamba Mungu alitutuma tufanye kile ambacho anastahili sisi wenyewe tufanye nini, tukifanye. Because we still don't know ourselves. Yeah, we still don't know. Tunajisahau sisi akina nani. Especially ukishatumia hii term ama Christian. Yeah. Wiki ilijao tuliongelea kuhusu hayo tabia za Wakristo. Na pia sisi kama Wakristo tunasahau haraka sana. Maanake once umeitwa Christian, what should you do? You should do anything into action. So that those others outside pia wanaweza kuona kwamba yule ni mchungaji, yule ni mchungaji Steve. Na kwa kweli hiyo jina ya uchungaji inamfaa. Usikue chombo ambacho watu wanatumia yule si ni mchungaji Steve ambao tunamjua tu. Si ni tu mmoja tu mimi namjua. Mwishowe tutafaidika nani? Anakuja na anakumbuka ya kwamba kuna kitu ambacho ulifanya ambayo ikakuondoa katika orodha ya wale watu bora. Unaona? Wanadamu ni wale watu wa kusahau na pia wale ni watu ambao wakukumbuka haraka sana. Especially to bad things. Na pia tunaona historia moja pia ni I think ni from the book of Samuel. Tunaona historia Daudi pia aliweza kukumbuka. Mchungaji unaweza kutupeleka hapo katika historia ya Daudi tuone vile Mungu aliweza kumtumia kumaliza wana Philistines. Kitabu ni cha Samueli. I think ni Samuel 7. I think ni First Samuel 17:37. First Samuel. I think ni First Samuel 17:37. Yes. Yeah. Kani wasomee hiyo kitabu. Hicho kitabu ni cha Samueli 17:37. I think inaongelea story ya Daudi. Ndivyo. Jinsi Daudi alitumika kama chombo na Yesu. Ndivyo. Nikiwaambia watazamaji, Daudi ni kijana ambaye alikuwa mdogo sana. Lakini akili yake ilikuwa very sharp. Wanasema sometimes age is just a number. Exactly. But reasoning ya binadamu sometimes na depend na we mwenyewe. Ndivyo. Sasa historia ya Daudi ni mrefu sana. Ndivyo. Lakini nataka ni nukuu kule ambako alitumia kile chombo alicho nacho mikononi mwake. Ndivyo. Kufaidisha maisha ya wengi. Ndivyo. Tunaona kwamba kulikuwa na jitu ambaye ni Goliathi, ambaye alikuwa ni mtu mkubwa sana. Sijui kwa ukubwa anasema aje, ni mtu ama ni jimtu ama ni nini. Sometimes I wonder if those Goliath but I think there are still some types of Goliaths sahi kwa dunia sasa. Wengi sana. Ndivyo. Sasa ukiangalia historia ya Daudi na Goliath,
kumbuka Daudi ni mtu aliyekuwa mdogo sana, kijana mdogo sana, na Goliath ni mtu alikuwa na nguvu. Tunaona kwamba kutoka Biblia alikuwa na nguvu, alikuwa na ile yani mwili ambayo imejenga kabisa, hadi ukimuona akuja hapa mimi mwenyewe nitaanza kutoroka kabisa, nitaanza kutoroka. Lakini tunaambiwa kwamba Daudi alisimama imara, akasema kwamba huyu nitapigana naye na nitamalizana naye hapa. Unakumbuka vile Daudi anavyosema katika hiyo sura ya kwamba kama vile Daudi aliweza kukumbuka kama vile Mungu alimsaidia kutokana na simba na bears, basi same God can still help him to fight Goliath. Na basi aliweza kusimama na imara na akasema, Mwenyezi Mungu, kama ulivyonisaidia hapo awali, basi hata kwa sasa bado unaweza kusimama na mimi niweze kuokoa Wanaisraeli. Na hivyo ndivyo aliweza kaface Goliath. Na mwisho story inaendelea hapo, mchungaji. Ndivyo nataka niwasomee kitabu cha tuangalie kitabu cha niangalie kinachotuambia kwamba jinsi Daudi alitumia chombo kufaidisha maisha ya wengi. Ndivyo. Kitabu ni cha Wafalme. Kitabu ni cha Wafalme. Ndivyo. Wafalme wa pili 4:2. Wafalme wa pili 4:2. Note Wafalme, Samueli wa kwanza 17:32. First Samuel 17:32. 32. Yeah. First Samuel 17:32. Yeah, niko hapo. Umefika hapo. 17:32. I'm there. Daudi na Goliath sasa. Niko pale. Tunaona kwamba nikiongea ukiendelea kusoma naona kwamba maelezo ya tukio hilo ni kwamba Waisraeli walikuwa na hofu ya chitu Goliath. Hakuna yule ambaye hakuogopa Goliath. Maana yake alipigana na yale vita ambazo zilikuwa zinashinda hata kings. Unajua wale wafalme walikuwa wanaheshimika na walikuwa wamejulikana kama wale ambao pia wana nguvu na kusimama na watu wao. Lakini unapata kwamba Goliath akisimama tu mahali amesimama na aketingisha, dunia ilikuwa inamsikiza. Ndivyo. Sasa tunaona kwamba baada ya Waisraeli kuwa na hofu, mfalme pia Sauli alijaribu kumfisha Daudi silaha nzito za chuma. Tunaambiwa kwamba zilikuwa shaba na deraya. Tunaambiwa kwamba kutoka somo tunaambiwa kwamba ni shaba na deraya. Lakini Daudi hakuweza kufanya nini? Hakuweza kuzitumia kwa sababu hakuwa amezoea kutumia hizo shaba na deraya. Aliweza kutumia kila ambacho alicho katika mikononi mwake. Tunaambiwa kwamba alikuwa na kombeo, alikuwa na mawe 5 mikononi mwake. Ndivyo. Hii kombeo ndio aliweza kuzungusha mara ngapi? Aliweza kuzungusha mara 3, akaifurusha na aliweza kumfanya nini? Kumuua Goliath. So tunaambiwa kwamba tukiangalia story ya Daudi, tunaambiwa kwamba mtazamaji, kwamba ile kitu ulicho nacho mikononi mwako itumie vizuri, itumie kwa uzuri, itumie kwa njia ya uzuri. Utaweza kubadili maisha yako na vivyo hivyo utaweza kubadili maisha ya wengi katika dunia. Ndivyo. Naam. Basi mtazamaji, tutaweza kupata pumzi, lakini kabla ya pumzi tumeweza kujifundisha mengi, na kutokana na hadithi ya Daudi tunaweza kuona ya kwamba Daudi alikumbuka yale maneno ambayo vile Mungu aliweza kumsaidia, na akakumbuka yale maneno yale ambayo aliweza kuomba Mungu. Na tena akatumia same words, akasema kwamba basi ewe Mwenyezi Mungu, kama ulivyonisaidia kutokana na simba na wale bears, basi
same God, wewe bado ndo nasimama na wewe, nisaidie katika vita hii. Manake yeye aliona kwamba ya dunia ni mengi, na tukifuatilia ya dunia itusaidie ya kwamba hatutaweza kufaulu. Lakini kwa Mwenyezi Mungu tutashinda vita. Sisi kama Wakristo ni nini ambacho tunakumbuka? Daudi aliweza kukumbuka Mungu vile aweza kumsaidia, na akatumia Mungu tena kushinda Goliathi kabisa. Na kutokana na ile ushindi mkubwa ambayo na ule wa Goliathi, tuliweza kuona ushindi mkubwa kwa Wanaisraeli. Daudi alikuwa kijana mdogo, lakini akili ambayo alikuwa nayo iliweza kusaidia wale sahi currently ingekuwa current ya Kenya ni wale state house people, cabinets na manini, na aliweza kushinda wale vita. Wewe kama Mkristo, swali ni je, ni nini aso unayo? Ni nini aso unayo wewe? What is your weapon pale at home? Wewe pale nyumbani wewe ndio pekee tegemeo. Ni nini ambao uko nayo kusaidia? Basi tukirudi katika kipindi cha pili tutaweza kufafanua zaidi, tuweze kuona sisi kama Wakristo ni njia vipi ambavyo tunaweza saidia jamii, na pia wewe kama pia wewe mwanafunzi ni njia vipi unaweza kusaidia wengine katika shuleni. Basi usikae mbali, zidi kutuma maswali na maoni pale. Tukirudi kipindi cha pili tutaweza kufafanua zaidi. Basi usikae mbali.